Jamaa lake ni jamaa langu. Kwa uwezo ambao ninao, wenda bila kukomea hapo, nitatoa ng'ombe 2 ili ziweze kusaidia watoto waweze kuendelea kuishi. Hatutaishia hapo, hatupo mbali. Wakati wowote ule ukakuwa karibu. Asante kwa kunipatia neno. Kwa mara ya kwanza nitamshukuru Mungu kwa kuwa ameruhusu na mimi nipate muda wa kuwa pamoja na nyinyi hapa. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia kwa wakati huu nitapole kwa jamaa, pole sana, pole mama, pole ndugu, pole vijana, watoto wetu, na pole kwa yote kwa hali ambayo imeweza kutufikia. Kumpoteza ndugu, kuachana na ndugu sio rahisi, lakini kwa sababu tunajua Mungu, tunasema jina la Bwana libarikiwe. Sitasema mambo mengi, ningesema namna ninamjua. Nawaza sione kama kuna mwingine ambaye anamjua kama mimi, kwa sababu wengi walimjua akiwa jeshi, lakini mimi nimemjua angali bado kijana mdogo, kwa sababu tulikuwa tunaishi katika kijiji kimoja. Nilimzidia miaka kidogo, alikuwa wa miaka ya huenda karibu kuwa mdogo wangu. Tumekomaa pamoja katika kijiji mpaka wakati nilimwacha nikaenda jeshini. Nilikuja kumwona baada ya miaka mingi akiwa jeshi pia. Nilimjua kama mtu mzuri zaidi. Wakati anakomaa, kuna watoto wengine wanakomaa bado wangali wadogo, wanakuwa wanashindikana nyumbani, lakini yeye hakuwa miongoni mwa hao. Alikuwa discipline, kama naweza kusema hivyo. Alikuwa mwenye kuwapenda wandugu, marafiki na majirani. Alipenda jamaa, alikuwa mfurahivu na mambo mengine. Kwa jeshi sikupata bahati ya kukua karibu naye. Kwa ajili ya nchi nimekutana naye mara mingi. Nilijua kwamba alikuwa vile hayupo mtu ambaye ni problematic. Aliishi na wenzake vizuri. Mimi tumekutana mara nyingi. Nawaza mara mwisho ni wakati alikuwa ameumia.
alinikuta hapa, nilikuwa nikitumika hapa kwa Inspectorate General. Nilimpokea pamoja na wakubwa wetu, ameweza kupata matunzo, baadaye akarudi nyumbani akiwa amepona. Ninawaza kama ndiyo ilikuwa mara mwisho yangu kumwona, kama sijidanganye. Imekuwa muda mrefu. Hali ambayo ilimpata nilifuata kwa mbali, kwa sababu nilikuwa mbali. Tulitumainia kuwa huenda Mungu atasaidia aweze kushinda mashtaka, na baadaye tuliendelea kutegemea pia usaidizi wa Mungu. Lakini Mungu amefanya kazi yake na tunamshukuru, kwa sababu yeye ni Mungu, anafanya kile anataka. Kila mtu ana destiny yake. Hauwezi kufuata njia ambayo Mungu hakupangia, na hauwezi kupite siku yako ambayo Mungu ameitayarisha ili uweze kuaga dunia. Mungu ndiye amefanya, nasi tunashukuru. Jina la Bwana libarikiwe. Ameacha jamaa. Sisi wote tunajua hali ya wajane na mayatima. Ana ndugu wengi wenye wanaweza kuwa na uwezo wa kumsaidia mke wake na watoto, lakini kama sisi ambao tunajua zaidi wajane wetu, mayatima yetu, inatubidi sisi pia tuweze kushughulika kusudi waishi. Tutafanya kile tunachokiweza ili waendelee kuishi. Nitawaambia kwamba tupo, tutafanya kile tunachoweza ili jamaa lake liendelee kubaki jamaa, wabaki pamoja, waishi maisha kama watu wengine. Zaidi ni kuombeana, na ndicho cha maana, kwa sababu Mungu ana uwezo, ana nguvu, na neno la Mungu linasema kwamba ndiye baba wa mayatima. Sisi kama watu tutafanya vile tunaweza, lakini zaidi kuombeana kusudi Mungu aendelee kuwakaribia. Nasema tena pole jamaa, pole ndugu, pole. Ushuhuda ambao tumepata kwa wale ambao walikuwa karibu yake unatupatia moyo, kwa sababu ni njia ambayo sisi wote tutapitia, na ambacho sisi wote tunashughulikia ni kuona kwamba mwisho mzuri kila mtu aweze kuufikia. Hatuna shaka, tuna imani kuwa tutamwona, na tutamwona mahali pazuri. Huenda itakuwa hatutakuwa tena na muda wa kuachana, na hicho sisi ambao tumebaki ndicho tunachokiombea,
ili kila mmoja awe na mwisho mzuri. Jamaa lake ni jamaa langu. Kwa uwezo ambao ninao, wenda bila kukomea hapo, nitatoa ng'ombe 2 ili ziweze kusaidia watoto waweze kuendelea kuishi. Hatutaishia hapo, hatupo mbali. Wakati wowote ule tutakuwa disponible kwa kuweza kuintervenir silo uwezo. Mungu ampatie pumziko njema. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.